huwa anabadilisha mfumo wa maisha na kutaka tuwe watakatifu na kupaka mafuta mapya. Roho Mtakatifu anapoingia juu yako huwa anatubadilisha mfumo wetu wa maisha na kutaka tuwe watakatifu na kupaka mafuta mapya. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Roho Mtakatifu tabia yake anapoingia kwako huwa anataka wewe kuishi maisha matakatifu, na maisha matakatifu ndio yanayomtunza Roho Mtakatifu. Bila maisha matakatifu Roho Mtakatifu hawezi kutunzika, maana Roho Mtakatifu ni sawasawa na kitambaa cheupe. Kitambaa cheupe huwa hakihitaji doa ili king'ae. Ukikichukua kitambaa cheupe ni lazima ukitunze. Bwana asifiwe sana. Na ukiona kifua lazima ukifue kipendeze. Sasa tunaangalia sikiliza, katika Samueli wa kwanza ile sura ya 10 na mstari wa 6, hapo nakuta habari ya Sauli. Baba yake na Sauli alikuwa na wanapunda, na wale wanapunda alipokuwa nao kuna wakati Mungu akasababisha jambo. Sikiliza, mwambie Mungu wenzako, Mungu anasababisha jambo. Mwambie Mungu anasababisha jambo akiwa anakusudi na mtu. Mungu akachukua jambo, alisababisha jambo, wakapotea wale wanapunda. Baba yake na Sauli akamwambia Sauli, unatakiwa uondoke kwenda kuwatafuta. Alipokuwa anaondoka kwenda kuwatafuta, tayari Israeli walikuwa wameshalia mbele za Bwana. Wakamwambia Samueli, tunataka utupatie mfalme ili atuamue. Sikiliza, aliposema kwenda kuwapatia mfalme ndio, ndipo Samueli akaja mbele za Bwana. Mungu akamwambia, hawajakataa wewe Samueli, ila wamenikataa mimi Mungu nisio waamuzi kwao. Sasa basi nitakupa mtu ambaye utampaka mafuta kwa ajili ya kazi hiyo. Sikiliza nikwambie, na ndipo hao wanapunda wakapotea. Walipopotea, huyo mtu aliyekuwa anatakiwa aitawale Yerusalemu au Israeli alikuwa ni Sauli. Ndipo sasa akatoka kwenda kutafuta. Wakati anapenda kutafuta, akatafuta siku 3 zikapita. Wakaulizana, jamani, hakuna eneo hili ambaye anaweza kutuonyesha ya kwamba mwanapunda iko wapi? Ndipo mmoja akawaambia, leo nabii ndio natafuta amepita hii njia. Wakasema amepita hii njia, basi hakuna shida. Wakamfuata ile njia. Walipokuwa wanafuata ile njia, wakamkuta Samueli. Samueli akawauliza ya kwamba mnatafuta nini? Wakasema tunatafuta mwanapunda. Akasema ninafahamu tunatafuta mwanapunda, lakini je, si wewe ambaye umeteuliwa na Mungu kuwa tawala juu ya Israeli? Sasa tazama, baba yako ameacha kuwatafuta wanapunda, ila anawawaza nini? Lakini nakwambia kwa kuwa umeteuliwa na Mungu, utakapokuwa unaondoka mahali hapa, tena tunapotoka kwenda ambapo tunaelekeza, ambao kuna wanapunda kule njiani, utakutana na manabii ambao watakuwa wananena kwa lugha. Wale manabii watakuwa wanatabiri, basi ukiwa juu yao, utakapokuwa kuwakaribia, Roho Mtakatifu atakushukia juu yako, alafu na wewe utageuzwa moyo wako, utaanza kutabiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza, Roho Mtakatifu anapokuwa anakuja juu yako, ndio anakuja na nguvu zote, na ukifungua moyo wako na ukawa na kiu kubwa, anapokuja lazima badiliko litokee. Alafu baada ya kutokea badiliko, anakufanya utembee katika maisha matakatifu. Sauli alipokaribia manabii, Roho Mtakatifu akaja juu yake. Alipokuja juu yake, akaanza kutoa nabii ambao hawakuwa kawaida. Watu wakashangaa. Sikiliza, leo utakwenda kufunika ujazo wa Roho Mtakatifu, na badiliko itakwenda kuingia kwenye moyo wako, na kila mmoja atakushangaa ya kwamba imekuwaje. Hata kama unatembea, watasema wewe sio mtu wa kawaida. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Lakini Roho Mtakatifu alitumwa na Sauli. Hakuweza kutenda Sauli, alitembea naye kwa kiwango vya hali ya juu sana. Watu wengi tunajaza Roho Mtakatifu na badiliko linatokea kwenye maisha yetu, lakini tunajikuta ile dhambi tuzidiwa kwa upesi inatuondolea Roho Mtakatifu. Na dhambi ndio chanzo duniani cha kufanya kuishi maisha ya shida. Kuna mtu anaweza kanielewa statement yangu hii. Dhambi ndio chanzo duniani cha kufanya Kristo aishi maisha ya shida. Utasemaje? Biblia inasema kwamba kwa kutokea kwa Adamu dhambi iliingia kwa mwanadamu
Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hauwezi kupiga hatua bila kuwa na maisha sio dhambi ya mzinzi au zina ni dhambi iliyokamata maisha ya watu kwa 100%. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na hii dhambi imekamata maisha kwa 100%. Sikiliza nikwambie kwamba binadamu ameumbwa kwa udongo, lakini alipopuliziwa pumzi akapewa kitu kinachoitwa damu. Ile damu akaolewa wa kiume na wa kike. Sasa hao watu wanakwenda kufanya zinaa ambapo ni kinyume na hakuna tamko la askofu au mchungaji kwamba aliyekiunganisha Mungu mwanadamu kisitenganishe. Maana mtu anapokwenda kufanya hiyo tendo anaingia kwenye agano ambalo hakutakiwa kuingia nalo, na hayo maagano ndio ambayo yamesababisha watu wasifikie future, wasifikie maisha na maono Mungu ametengeneza duniani. Ulikuwa ni nyumbani kwa kimataifa baada ya kutumelea, lakini kwa sababu ya hiyo usafi ulikoitenda kuna vitu vinahama, kuna vitu vinapungua. Na ndio maana leo kuna watu wametenda hiyo usafi na watu wanafurahi, wanajaribu kupiga hatua ya kiroho, wanajaribu kutafuta ile ambayo wewe unaona lakini imeshindikana. Sikiliza nikwambie mpendwa, usikubali kutembea katika dhambi, bali tembea kwenye utakatifu ili ufike kwenye amani ambayo Bwana amekupa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali. Sikiliza, na vijana wengi wamekuwa ni watu ambao wanatembea kwenye hali ya masturbation, wanafanya masturbation wakiwa chumbani peke yao na sehemu za siri peke zao. Sikiliza nikwambie, watu hao wanapofanya kile kitendo, tabia ya kwanza shetani huwa anaondoa baraka ya huyu mtu kwenye maisha yake. Anapofanya kile kitendo, ile baraka anakosa kuwekewa juu ya maisha yake inaondoka. Na ndio maana mtu huyo akizini leo, kesho kasema anakuwa na hasira kwamba sasa ninaacha kabisa, sitaingia tena hilo eneo. Sikiliza, lakini baada ya muda mfupi mwili wake unapokuwa umerelax tayari anatamani tena kuzini, akifanya tena anatamani tena kuacha. Sikiliza, hauwezi kaacha kizembe bila kuwa na badiliko na Roho Mtakatifu atokee tu. Ukikubali leo Roho Mtakatifu akashuka juu ya maisha yako, hiyo hali ndio kwenye maisha yako tena. Na Yesu sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Waefeso sura ya 2 mstari wa 19. Waefeso sura ya 2 mstari wa 19. Yes. Badiliko chini ya Mungu linatokea kuwa anatengenezwa kuwa mtaji duniani. Na wala sio kaji. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ujumbe za kwako kwa Mungu lakini wewe hivi maana ndivyo unavyokuja. Bwana asifiwe. Mtu anapokuwa yuko duniani akampokea Roho Mtakatifu vilivyo, badiliko linalotokea ni kwamba licha ya kwamba wewe unakuwa tayari umegongwa muhuri wa kutembea na Mungu kwa sababu wewe ni kipaji. Na ndio maana Yesu alipokuwa anaona akasema hivi ya kwamba akasema Mungu mnaja kwako upesi, anawaombea wanafunzi ambao anawaacha, inaomba watu wawe na umoja kama sisi tulivyo na umoja. Asingewaombea watu hawa manake kila mtu angekuwa anaokoka hapa anaenda mbinguni, lakini alipoombea tukapewa thamani ya kuishi duniani, lakini makao yetu ni wapi? Ni mbinguni. Kuna mahala Yesu anaombea Mafarisayo ya kwamba ninyi mnapokwenda na ninyi hamkujui na wala hamwezi kuja, lakini wanaonifahamu mimi na walioniona Baba wameniona mimi, na walioniona mimi wameona Baba. Ina maana pale atakapokuwa kulipa na Baba wako. Sasa nikwambie wewe uliyejaa nguvu za Roho Mtakatifu, na leo Roho Mtakatifu kwa maana ya ajili yako, wewe sio wa hapa duniani, wewe ni mpitaji na kwenda kwa Baba. Na sasa yako hivi tunapenda cha msingi ni kumtenda Mtakatifu na kuishi maisha yanayopendeza Bwana pekee yake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sikia nikwambie, unahitaji msaada wa Roho Mtakatifu. Aliyemwadibisha Sauli, huyo Roho Mtakatifu ndiye unaompa msaada wake. Bila msaada wa Roho Mtakatifu kujichanganya na kugusa na hawezi kukimbia mpendo hata kama umefanyaje. Na ndio maana sikiliza nikwambie, watu wengi wanasema kutubu ni very simple and clear. Na mimi nakubaliana nao kabisa kwamba kutubu ni sehemu ambayo tumepewa katika sababu inakubalika, lakini habari ya kutubu kwa dhambi unayoifuata mwenyewe, sisi tunasema utubu tunakuwa sala ya toba, lakini unabaki wewe na Mungu wako. Je, atakusaidia vipi kuweza kuingia kwenye ufalme? Sikiliza, kuna watu waliokosea leo kama bado ni vijana, wamejikuta huduma zao zinarudi mseleni. Hiyo ni kwa neema ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unapokuwa
njaa, kwa sababu ukiuza bila kwa sababu ya njaa, tano kwa kati ni mamili ya njaa. Bwana asifiwe sana. Yeye kwa sababu mmoja kainyoosha, wanasema ni kama ni mfurahi ni kweli, lakini unakuwa mtakatifu, maana ndio wakuletea baraka yako baadaye. Bwana asifiwe sana. Hapo ndipo haujui kesho yako, maana kesho yako wewe si sawa. Kesho wewe ni sio sawa. Kesho wewe ni mkuu sawa. Kesho wewe ni mbunge sawa. Lakini kuna vitu kama mtumishi hauwezi kuipata mpaka utembee utakatifu. Na ndio maana wale waliposhuka ile siku ya Pentekoste, cha kwanza aliwaambia watakatifu wote kwamba siku za mwisho zimekwisha kuanza tayari. Ni lazima mtu anakurejea hapa ili mbadilisho ya vile katika kufundisha kwenu. Maana mtu anapotubu na kurejea, Roho Mtakatifu anakuja na kumrudisha moyo wake. Mpigie Bwana Yesu makofi kama hiyo. Kwa hiyo lazima uwa twende pointi ya pili. Unapopokea Roho Mtakatifu, badiliko gani linatokea leo? Badiliko linalotokea ni hili hapa. Roho Mtakatifu anaweka muhuri ndani yako. Mtu anapopokea Roho Mtakatifu, badiliko linalotokea ni kwamba Roho Mtakatifu anaweka muhuri ndani yake. Sikiliza nikwambie mtumishi wa Mungu. Wachawi wana tabia ya kugonga muhuri kila mtu ambaye wanagonga. Unaelewa bado? Bwana asifiwe sana. Wachawi wana tabia ya kugonga muhuri, na ndio maana mchawi akimini hata kama ungekuwa shingani na ukae kidogo bado kama anakufuata kufuatilia. Kwa hiyo wanapogonga muhuri huyu mtu pamoja pale atakapokwenda watakwenda pamoja na yeye. Sasa hao watu huo umekoti majina, huo umechukua kwa Mungu. Mungu anasemaje? Waefeso 1:13. Mungu anasemaje? Waefeso 1:13 anasema hivi, nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu. Anataka kutia muhuri, na huo muhuri ndio mabawa ambayo yamefichwa kwenye ulimwengu wa roho. Huo muhuri ndio unaosababisha wewe kuisikia parapanda. Ukisikia parapanda, muhuri unafanya kazi, unakupatia na baba ya kulaki Bwana mawinguni. Anataka kutoka mwili ukafufuka, anataka kutoka hai ukanyakuliwa kwa sababu ya ule muhuri. Yaani lazima utiwe muhuri, na ule muhuri ni muhimu kwa sababu ndio ambao vita yako inakwenda kusonga. Wakija kukuta ule muhuri, hawana tena uwezo wa kukutia wewe. Na kuna watu hapa wanasongwa sana ni kwa sababu ya muhuri wa Roho Mtakatifu. Sikiliza nikwambie, usiogope. Simama tu na Bwana Yesu aliye hai. Katika vita yako ndio muhuri ulionao ndio unaushuhudia, maana amekutia mafuta kwa ajili ya kazi na saa maalum duniani. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe sana. Wakorintho wa pili sura ya 1 mstari wa 21. Wakorintho wa pili sura ya 1 mstari wa 21 anasema hivi, basi yeye atufanyaye imara pamoja naye katika Kristo na kututia mafuta ni Mungu